Na mtazamaji wa JNTV, tumerejea tena na tunaendelea na taarifa mbalimbali, lakini hivi sasa tunakwenda kugeukia JN Sports kwenda kutazama taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri nyumbani Tanzania, lakini pia taarifa kubwa za kimichezo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Kama ambavyo tunafahamu, habari kubwa kabisa hapa nyumbani ni ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ambayo jana imeendelea kwa mechi kadhaa kupigwa, mnyama Simba akiendelea kutoa tishio kali kwa Young Africans kwenye msimamo wa ligi kuu ya kandanda nchini, ambapo jana akifanikiwa kumchabanga Mashujaa Football Club. Lakini pia KMC jana walijaribu kujipapachua, lakini imeshindikana mbele ya wanatamtam Mtibwa Sukari hapo mjini Morogoro jana. Lakini pia atakwenda kutazama taarifa mbalimbali kutoka nje ya mipaka ya Tanzania, ikiwa ni pamoja na ligi mbalimbali nchini Uhispania. Jana La Liga Santander iliendelea, lakini pia na matukio mengi kede wa kede ya kimichezo. Lakini habari ambayo pia tunaweza kuijadili kwa upana asubuhi ya leo ni pamoja na tukio la Young Africa kusaini ule mkataba kwa ajili ya ujenzi wa uwanja ambao utajengwa maeneo ya Kaunda, jirani tu na makao makuu ya Young Africans hapo Jangwani jijini Dar es Salaam. Ni hatua nzuri na hatua kubwa kiasi gani? Mimi kupitia kamera za JNTV nipo na Andrew Nehemia, kocha msaidizi, lakini tunayo nafasi au tuna fursa sisi watazamaji wote popote tulipo kuchangia kupitia nambari ya simu ya 0629 005965, hali kadhalika kutazama au kufuatilia taarifa mbalimbali kupitia Facebook, Instagram, TikTok, lakini pia YouTube kama JNTV Tanzania. Bwana Andrew Nehemia, ni wakati wa JN Sports na matukio mengi kabisa yamejiri jana, leo, hali kadhalika yanakwenda kujiri. Uko vizuri kwanza ndani ya dimba? Kama kawaida. Ndio? 6 zimefarika, zimekaa vyema. Mimi naamini kwamba tutapeperusha vyema bendera ya JN Sport. Sasa kwa haraka ni kwamba michezo iliyopigwa jana ni 4, na mchezo mapema ulikuwa ni mchezo Mtibwa Sugar dhidi ya KMC ambao Mtibwa Sugar aliibuka na ushindi mabao 4 kwa 3. Lakini Tanzania Prisons wakiwa nyumbani waliibuka na ushindi bao 1-0 dhidi ya Fountain Gate Football Club. Lakini Mashujaa wakipoteza ile rekodi ambayo wameitengeneza kwa muda wa mwaka mmoja ya kutopoteza kwenye uwanja wa nyumbani jana mbele ya mnyama Simba wakipoteza mabao 3-0. Lakini Azam Football Club, Faisal Salum ni yule wakifanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Pamba Jiji Football Club. Bwana, KMC ni kama wamepotea, lakini Tanzania Prisons pia jahazi lao ni kama linaelekea kuzama pia, Andrew Nehemia. Lakini Simba jana amezidi kufufua yale matumaini na morali kuinyanyua kuwa juu zaidi kuelekea kwenye mbio za ubingwa. Jana wakati tunajadili kuelekea mchezo huu nilikuuliza asilimia unazionaje za Young Africans au Simba kutoa ubingwa, ukaniambia kwamba Young Africans na asilimia 80 ya kutoa ubingwa, lakini Simba na asilimia 20 za kutoa ubingwa. Je, baada ya ushindi wa Mashujaa wa Simba dhidi ya Mashujaa, bado asilimia zimebaki kuwa 80-20 au za Young Africans zimeporomoka kiasi na Simba kupanda? Za Simba unaweza kusema kwamba zimepanda, ndio, kwa kiasi fulani na penye kwa point kadhaa. Ngapi? Jana niwapatia 20. Kwa unaona sasa hivi zimepanda hadi 35. Kwa hiyo hadi 35. Ila bado asilimia 95 Yanga ni bingwa wako sasa hivi. Kwa sababu hata kwa pointi moja, utofauti wa pointi moja unaweza ukaifanya timu kuwa bingwa wa mashindano. Sasa hivi kuna utofauti wa alama 3 kama sijakosea. Ndio. Sasa unafikiri hizo alama 3 ni chache? Alama ni 2. Alama 2. Yes. Kama alama ni mechi moja tu hiyo. Mechi moja. Kwa hiyo hapo sasa Simba anazidi kumwombea mabaya Yanga kwamba apoteze mchezo, ndio, ili yeye aweze kuja kileleni, na huku Yanga naye pia anamwombea Simba kwamba fanyeje, apate hata sare moja
au apoteze mchezo mmoja ili mambo yazidi kukaa vizuri. Ndio. Sasa ukija ukitazama kwa Simba mechi ambazo zimebaki, uwezo ukasema uwezo ukamwekea kwamba anaenda kupoteza mechi hata mechi hivi karibuni. Sidhani. Kwa hiyo Yanga bado wana kazi kubwa sana kujipapatua ili isiwe kama msimu uliopita. Mimi ningependa ligi yetu ingekuwa kama huko EPL. Kuna mwaka unakuta kabisa utofauti wa alama wa nafasi ya kwanza nafasi ya pili zipokuanzia hata 5-10. Lakini huoni kama hii ni nzuri zaidi? Of course hii inaita ushindani. Kubwa inaita ushindani mkubwa sana. Sawa, lakini hiyo ni kwa uchache sana. Tutakuja kuangazia kwa undani zaidi kuhusiana na mchezo huo wa Mashujaa Football Club dhidi ya Simba ambao jana kwenye uwanja wa Lake Tanganyika kule mjini Kigoma, mwisho wa reli ulimalizika kwa Mashujaa kupotea nyumbani mabao 3-0. Sasa Clatous Chama ni miongoni mwa watu ambao wametajwa kwa ukubwa sana kwenye huu mwezi Mei, lakini pia mwezi April. Yani kwa ufupi sana, tangu amerejea kwenye kikosi cha Simba akitokea Singida Black Stars, Clatous Chama ameonyesha kiwango bora. Si kiwango cha ajabu, kwa sababu Chama amefanya mambo bora kwa muda mrefu sana na ni kitu ambacho watu wamezoea kukifanya, lakini ameonyesha kiwango bora. Na wakati anaingia kwenye kikosi, watu wengi walisema kwamba huenda asiongeze chochote kwenye timu, kwa sababu Chama tayari ameshinda karibu kila taji la hapa nyumbani. Huenda anaweza akacheza kwa kuridhika na asiletee manufaa timu, lakini imekuwa ni tofauti. Ameonyesha kiwango kizuri ambacho karibu kila kocha aliyefika kwenye kikosi cha Simba amemtumia, na matokeo yake yameonekana kwa ukubwa. Jana anafunga mabao mazuri, pia mazuri sana, kona ya moja kwa moja dakika mapema, bao muhimu, alafu bao ni zuri, bao la mapema ambalo linawapa Simba morali ya kuendelea kukaa mchezoni wakiwa down, wamecool, wakiwa wanaendelea kutafuta mabao mengine ambao waliandika na wakafanikisha kuibuka na ushindi mabao 3-0. Clatous Chama ni miongoni mwa watu ambao wanapigiwa chapuo kutoa tuzo ya mchezaji bora wa ligi kuu msimu huu, kwa maana ya MVP, akinasibishwa au akishindanishwa pia na Alan Okello pamoja na Faisal Salum, Feitoto Abdallah. Clatous Chama kitu ambacho anakifanya sio kigeni kwenye macho ya Watanzania. Ndio. Chama amefanya mambo makubwa mengi sana, tena zaidi ya haya. Sahihi. Sio Chama aliyekuja kutokea pale Zambia akatua hapa Dar es Salaam, akakutana kina Onyango, akapiga na kina Onyango. Ndio. Chama yule mpira na kina Mkude, sijui unakumbuka. Chama yani mwenye akikamata mpira uwanja mzima unaitika. Yani mtu yuko radhi atoke Kibao kule si wapi huko aje uwanja wa Taifa kwa sababu kumwangalia nani? Chama. Tunasema Simba kina Bwari kina Chama. Unaona kabisa hii ni Simba kweli. Kwa hiyo Simba kwanza nikirejea nyuma kidogo, ndugu yangu. Ndio. Unajua Chama hadi kuja, kuna kitu tumekizungumza hapa muda sio mrefu, hadi kuja kurejeshwa pale Simba, kwa sababu Simba waliona kabisa kwamba kwa timu tulionayo sahihi hakuna mbadala wa nani? Wa Clatous, wa Chama. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza akaja kafit namba ya nani? Ya Chama. Walikuja wengi pale, akina Jinchaza wao kuepo wamefanya cheza, lakini papatu nyingi umeona. Kwa hiyo hakuna aliyeletwa kafiti nafasi ya Chama. Kwa hiyo japo maneno mengi yalizungumziwa ambayo kwa sasa hayapo tena, hata msemaji wao Ahmed Ally akazungumza mambo mengi sana ya kumtoa mtu kusema kweli kabisa mimi ndio nimefikia kiwango hiki hadi kuisema hivi. Mashabiki wanasema huyu hatumhitaji tena, kwamba huyu hatufai tena. Ndio mwache tu aende kumalizia pensheni yake si kule upande wa pili. Ila sasa mashabiki tunaomba rudi. Kwa hiyo Chama kwa sasa anachokifanya yani ni kuwapa furaha Simba. Furaha yenyewe ni nini? Kuonyesha kwamba mimi sasa ndiye Chama, mwamba wa Rusaka, ambaye
boli sio ya kwenda kutafuta uwanjani. Boli lipo kwenye akili na kwenye damu. Bwana Andrew Nehemia, ni wazi sasa kusema kwamba Simba ina kikosi bora sana, kwa sababu siwezi nikasema hivyo. Siwezi nika confirm kwamba kabisa kwamba Simba wana kikosi bora. Ndio. Mimi naona kabisa kwamba bado Simba wanahitaji kufanya mambo mengi zaidi na zaidi, kwa sababu Simba ni kweli kwa sasa hivi wanajitahidi, ila siwezi nikasema kwamba Simba imekuja kwenye ule ubora ambao ulikuwa unatakiwa, kwamba bado sasa hivi kwamba hapo kwenye ubora ule wa kutisha. No, Simba ni moja ya timu ambayo ipo inajitafuta, timu ambayo ipo inatafuta ujenzi wa kikosi imara, wachezaji imara. Lakini kusema kwamba kwa swali lako bwana Shilimani ambayo ameniuliza kwamba Simba sasa hivi kwamba imejipata imekuwa imara, bado Simba wana madhaifu makubwa, wana madhaifu kwenye benchi la ufundi. Kwanza wana madhaifu pia kwenye wachezaji. Ukiangalia goalkeeper wao Tanja Kasali bado kuna madhaifu alionayo. Beki kina Ismail Tule bado pia sio beki wa kutegemewa sana kwamba anaweza kufanya maajabu makubwa. Kwa hiyo sasa, kwa kuzungumza hivyo, ndugu yangu Shulimani, mimi naona bado kabisa kwamba hawa watu iko vipi, bado kabisa. Simba ni timu ambayo ipo inaendelea na mchakato wa kujitafuta. Kwa hiyo sasa siwezi nika confirm kwamba mambo yamekuwa vipi. Ndio. Ila bado Simba bado. Lakini mimi natazama, unajua Simba ligi inapokwenda mwishoni, Simba faida ambayo wanaipata hii ni nyakati ambazo zile timu ndogo zinatafuta kubaki kwenye ligi, lakini pia morali ya Simba sasa hivi imeamka sana. Sahihi. Yaani hawaingii tena kwenye mchezo akiwa na pressure, kwa sababu matokeo yanayopatikana kiwanjani ni mazuri, lakini hawapati tena ile pressure ya mashabiki. Unajua pressure ya mashabiki ni miongoni mwa vitu vyenye athari kubwa sana. Unaona kinachoendelea kwenye timu kama Arsenal. Yes. Sawa? Arsenal sasa hivi wana timu nzuri, lakini pia wanakumbwa na pressure ya mashabiki ya ile shauku ya kutaka timu ifanye vizuri na nini. Na hii pressure ya mashabiki wa Arsenal imetokana na jinsi wanavyoona mwenendo wa Man City huko vizuri. Sawa? Si ndio? Lazima. Lakini bado yanazungumzwa mengi ya nyuma ya kamera, ya kwamba kwenye dressing room ya Yanga pengine mambo si shwari, kumekuwa na migogoro hapa na pale. Kwa hiyo yamekuwa yanazungumzwa mambo mengi, ya kitu ambacho kwa klabu ya Simba pia mambo kama hayo yaliwahi kusikika mara nyingi, kwamba kuna mtu fulani na fulani hawana mazungumzo, lakini kwa sasa hivyo vitu havisikiki tena. Yes. Kwa maana hata wale mashabiki sasa ni kama wamekuja kuwa kitu kimoja. Timu imefanya sajili nzuri ambazo zinaonesha matunda kiwanjani, lakini pia hata kocha ambaye yupo kwa sasa ameonesha uwezo mzuri wa kuweza kuwatumia wale wachezaji. Tuseme kwamba Steve Beck amefanya mambo makubwa, kwa sababu ni imani yangu kwamba yeye ndiye alipendekeza wale wachezaji, kwa sababu Steve Beck alikuja kwenye wakati ambao hawa wachezaji tunaowaona kwa sasa hawakuwepo. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba alipofika alitazama wapi kuna pengo na akaweza kuongeza wachezaji ambao yeye anaona ni bora kulingana na aina ya timu na mahitaji ya timu pia wanataka kuyafikia. Na kwa mwendelezo wa matokeo haya ya Simba, tutakuja kuitazama Simba ambayo ni bora zaidi hata msimu ambao unakuja. Ni kikosi ambacho lakini kinatosha kabisa kwenda kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa sasa Simba wanahitaji kufanya pia ongezeko la wachezaji. Na maana gani? Kwamba akitoka Shomari Kapombe, nani ambaye anaingia? Sio hapo naelewa. Golini akitoka Tanja Kasali, nani goalkeeper ambaye tunamwamini kwamba huyu ndio anaweza akaingia moja kwa moja akasaidia, kwa sababu goalkeeper sio just kukaa golini.
Golikipa ni moja ya wachezaji ambao sasa anahitaji yeye afanye maamuzi ya mwisho. Sahihi. Sijui unaelewa? Nakupata. Lakini vile vile labda pale ametoka Rushaini, nani ambaye tunamwamini naingia moja kwa moja na kuclick? Sijui unaelewa hapo? Nakupata. Kwa hiyo ukisema kwa Simba na Yanga eti wana vikosi vya kwenda kimataifa kupambana kwa ajili ya kupata ubingwa wa CAF, kwangu mimi ni bado. Kwa nini bado? Natamani kuona hivyo kwamba anapotoka Pacome pale Yanga, nani ambaye anaingia? Kama Singida au Azam wakibatika kwenda shirikisho, ndio akitoka labda Akamiko pale Azam, nani ambaye anaingia? Sahihi. Akitoka Mwekenda, nani anaingia? Ndio. Huko Singida sio, akitoka Keke, nani anaingia? Ndio. Kwa hiyo lazima tufikie kwenye standards ambazo hizo kwamba hii standard bwana ni nzuri. Sasa hapa Tanzania sasa tunajivunia kwenda wapi? Kimataifa. Siku hizi pale Yanga Baka akiumia watu wanatetemeka. Sasa hivi Job yuko nje, watu yani wanakuwa hawana furaha kama hivyo. Kwa hiyo unaona kwamba kwa swali lako ambalo umeuliza ndugu yangu Shuimari, ndio bado hizi timu hazijafikia viwango vya kwenda kushindana kimataifa. Bwana, sawa, bado hazijafikia kwenye kiwango cha kushindana kimataifa, lakini hiyo ni taarifa kuhusiana na mchezo wa Simba dhidi ya Mashujaa Football Club hapo jana. Lakini mchezo mwingine mkubwa ambao tunaweza kuutazama walau kwa uchache ni mchezo kati ya Azam Football Club dhidi ya Pamba Jiji ambao Azam jana kwa tunazungumza ni miongoni mwa timu ambazo zimetoa sare nyingi, sare takriban 10, na jana imewakosa na jana Al-Manusra waondoke na sare, lakini wakafanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 2-0. Jeft Kitambala Bola lakini pia Faisal Salum wakiandikisha kalamu ya mabao 2 na kuifanya Azam kunyakua alama 3 kwenye uwanja wa nyumbani. True. Ni kwa Azam unaweza kusema ni bahati. Hivi unaelewa maana bahati? Sio wachezaji bora. Of course wachezaji ni bora na wameamua mchezo. Yaani ubora wa Faisal umeamua. Lakini vile vile kujiamini kwa Jeft Kitambala Bola kumeamua mechi. Ndio. Tazama goli la kwanza imefungwaje? Kona ambapo bwana Faisal akasema imetosha basi hizi sare. Kama imetosha akapaa juu kaenda kupiga kichwa. Ndio. Hapo mabeki wa Pamba Jiji wapo tu wameruka tu ize. Ndio. Yaani ize kabisa, kuna kashikashi. Na ukiangalia Faisal alikuwa between beki moja wa Pamba Jiji na mwingine po nyuma. Kwa hiyo alichokifanya akaruka zaidi sahihi ya mabeki wale wote wawili. At the end akagusa kichwa tu, kipa kabaki anashangaa. Tazama goli la pili. Ndio. Pasi nzuri sana, lakini mabeki wameshachoka. Yaani wamechoka Pamba Jiji. Ile pale ilikuwa ni sehemu tu ya kumpelekea pressure Jeft Kitambala. Wala pasipata kumgusa. Ndio. Lakini unajua kwenye mchezo wanasema ukiona striker amekuzidi hatua moja, wewe ukabaki nyuma yake hatua moja, ujue umeisha. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho kitokea hata kwa Jeft Kitambala Bora. Yeye alichokifanya alijiamini, mpira kautanguliza mbele kidogo, tukimbie sasa. Lakini mabeki wakashindwa kumpa kashikashi. Ndio. Jeft Kitambala. Ambapo jamaa tena goli, yani alivyofunga ile goli sio goli la kiutaalamu. Ile ni goli wanasema ni kati ya magoli ya kuforce, na kuleta alama tu. Yani alivyopiga ile kwanza mpira ule pale. Ndio. Jeft Kitambala. Ni kama vile mtu yani mpira alilazimisha tu kupiga tu kwamba, lakini akawa mpira umekaa vizuri kwenye mguu na kipa kashatoka na yeye, kitu kimeingia. Kwa hiyo Azam jana wamenusurika tena kwa sare. Lakini pia nimemsikia Ibenge jana amefurahi sana. Amefurahi sana mara baada ya kushinda. Unajua kupata sare sio mbaya. Ndio. Ila wewe ni kocha gani? Ndio.
Sasa hivi kocha wa KMC angekuwa labda amepata hizo sare na timu yake, tungesema wanapambana. Lakini kwa quality ya Ibenge na quality ya wachezaji wa Azam kupata sare ambazo zinafuatana tena nyingi, ilikuwa ni jambo ambalo sio. Ndio. Juzi akatoka kupoteza mchezo na TRA, wakafungwa mpaka wakajishangaa wao kwamba imekuwaje tunafungwa bao 4. Nadhani walikuwa na kikao kama kabisa, malengo ya Azam yako focused. Lazima kwa ile mechi watakuwa wamefanya kikao kizito, kwa sababu juzi nikwambia kumleta Ibenge ndio mean that mna malengo makubwa, ndio malengo makubwa ya kufika sehemu. Kwa hiyo sasa kwa Azam jana wamejitahidi, dakika za nyongeza zile 5 wakazitumia vyema kuweza kubadili ubao matokeo. Kwa tulipofikia sasa, kwa mfano tukisema ligi ndio iishe sasa, nani ungeweza kumtaja kama mchezaji bora wa ligi kwa sasa hivi? Yaani tangu mechi ya kwanza mpaka sasa tulipo, achana na hizo mechi ambazo zinaendelea. Kwangu mimi kwa sababu Okello ameingia dirisha dogo, ndio kwangu mimi nadhani anaweza kawa ndo the best. Najua wengi hawezi kunielewa nikizungumza kwamba Okello naweza kumtaja kama MVP. Ndio. Kwa sababu ameingia kwenye dirisha dogo. Ndio. Sasa hivi ameshiriki assist 7, ana magoli 7. Hilo dirisha dogo. Ndio. Maana yake ameshiriki kwa magoli 14 ya Young Africans. Sio unatazama hapo. Na kupata. Kwa hiyo ni namba kubwa na performance kubwa ambayo ya mchezaji aliyoonyesha. Ni kama kipindi kile ndio alivyokuja pale Singida. Amekuja dirisha dogo lakini mabao 13, which means that kila mechi alikuwa na score. Kwa hiyo bado mimi mpaka sasa hivi Faisal Sam yuko vizuri. Yaani asibezi kiwango cha Faisal. Wala sibezi kiwango nisema ni Mwalimu. Sahihi. Tutambua mchango wao. Lakini tunaangalia performance and time rate. Ndio. Una dakika nyingi umecheza, lakini bado tunaona performance yako inakuwa mara leo imekubali, kesho imekataa. Ukija kwa Okello amekuja ana dakika chache ambazo amecheza, ila amefanya nini? Dep ni moja ya wachezaji ambao walikuwa wamekuja moto. Ila sasa ule moto ukazimika. Kwa hiyo kwako mpaka sasa mchezaji bora ni Alan Okello. Labda mengine yatokee huko baadaye. Mengine yatokee huko baadaye. Sawa, ni taarifa hiyo kuhusiana na ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, ambapo takriban mechi 4 jana zilipigwa na matokeo yake tumeangazia, tathmini fupi pia ya mechi hizo tumeangazia. Lakini taarifa nyingine ni kutoka pale kwa Young Africans, ambapo leo Ijumaa tarehe 15 2026 wanatarajia kutia saini mkataba wa ujenzi wa uwanja wao wa mpira wa miguu bwana. Young Africans anakwenda kufanya mapinduzi makubwa, na leo ni tukio ambalo tutakwenda kulishuhudia, tukio la kihistoria kwa club wakifanya mageuzi ya mpira wa Tanzania. Ni vitu ambavyo ni habari ambazo tunatamani tuzisikie kwenye karibu vilabu vyote vya ligi kuu, kwamba klabu fulani inajenga uwanja, klabu fulani inajenga uwanja. Sahihi. Tupe madini. Madini mengi sana. Ndio. Kuhusiana na, kwanza sisi kama wana michezo, hii taarifa ni taarifa moja pendwa zaidi. Taarifa ambayo tulitamani hivi vilabu vikubwa, sahihi, Yanga, Simba, Azam, tunaona wao kidogo wameshajipambanua, wana uwanja sana, sio kidogo. Wameshajipambanua, lakini kwa Simba na Yanga, yani tulitamani kuona, japo sio lazima kwamba hizi timu ziwe na viwanja vizuri au viwanja vikubwa, lakini kwa sababu ya miaka na malengo ya hizi timu kwa viongozi ambao wamepita. Ndio. Viongozi wengi waliopita walikuwa wanaahidi kwamba uwanja.
tumeona hapo kwa Yanga mpaka leo wamefikia siku ya kusaini mkataba huu kwamba bwana tuna saini kwa sababu kampuni ya GSM ndio wameshinda hiyo tenda ya ujenzi wa uwanja. Kwa hiyo tunaamini kwamba leo wanapoenda kusaini haya makubaliano, ndio tuone suni kwamba ujenzi utaanza lini, au inabidi tuanze tena kuulizia tusianze tena wanahabari kuuliza vipi uwanja umefikia wapi. Kama wale kuna watu waliahidiwa kitu lakini mpaka sasa hivi haijulikani kwamba ni gani. Wanaambiwa mara wanaambiwa mara iko inafanywa branding lakini ngoma haifiki, mara sio iko wapi haifiki mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kwa Young Africans wanapofanya masuala kama haya, ni hata wananchi mashabiki wanatamani kuona sasa haya tayari rasmi ujenzi unaenda kuanza, na ni moja ya maendeleo makubwa sana kwenye klabu. Yaani timu kuwa na uwanja wake. Usiwezi kutazama hizi timu za Ulaya. Yes. Timu ngapi ambazo zina uwanja? Karibu zote. No. Isipokuwa Inter Milan na AC Milan. Hao ndio yaani timu nyingi zimejipambanua sana kwa Ulaya kwamba tuwe na uwanja wetu. Tunapokuwa labda tupo nyumbani, tunatumia uwanja wetu. Haina haja sio kwanza twende kutoa kodi KMC, tukatoe tukalipia Meja Generali Samuel za uwanja wa Azam, tusie twende unaanza hata mechi unaanza kuwaza uende Ruanga tupeleke huko mechi. Kumbe ungejenga uwanja mapema ungefanya mambo mazuri. Jambo bado na vizuri. Bwana, sawa Andrew Nehemia. Ni tathmini hiyo kwa uchache kuhusiana na taarifa ya Young Africans ambayo wanakwenda kuandika historia kubwa leo siku ya Ijumaa kwa kutia saini mkataba ule wa ujenzi wa uwanja wao wa soka ambao unakwenda kuanza siku za hivi karibuni. Lakini pia utakuja kunieleza hapo kwa uchache kuhusiana na taarifa hiyo ya Young Africans kutaka kujenga uwanja, na pengine sasa inaweza kuwa ni chachu hii ya timu zingine ya wachezaji wengine kutamani kuja kucheza kwenye klabu ya Yanga, kutokana na tayari watakuwa wameshaanza kujijengea ile standard ya wao kuwa ni timu kubwa. Inaweza kuwa ni chachu pia ya kuvutia pengine vilabu wachezaji wengine kutamani kuichezea Yanga ama la. Lakini si Andrew Nehemia tu, hata wewe mtazamaji pia una maoni ya kushiriki nami kupitia swali hili ambalo nimeliuliza kupitia nambari ya simu ya 0629005965, nami nikaja kusoma maoni yako vizuri kabisa kwa mchango wako ambao utakuwa umeniandikia hapa. Lakini pia kama unayo fursa pia unaweza ukapiga simu ukashiriki nasi maoni yako kwa hili swali ambalo nimemuuliza bwana Andrew Nehemia kwamba huenda ikawa ni miongoni mwa chachu sasa ya kushawishi hata wachezaji wengine kuja kutamani kuichezea Yanga, kutokana na watakuwa kwenye zile asilimia 80 au 70 za kuwa klabu kubwa, watakuwa wameongeza tena asilimia kadhaa za kuwa klabu kubwa. Sahihi. Najua kila mchezaji ni ndoto ya kucheza kwenye timu ambazo ni kubwa kwenye ligi yao ya ndani. Sijui unaelewa. Na naamini kuna wachezaji wapo Azam, kuna wachezaji wapo tuseme sijui Singida, wapo Mbeya City, wapo Mtibwa Sugar, wapo KMC, wanatamani kupata fursa ya kucheza Yanga siku moja. Kwa hiyo ni moja ya chachu ambayo itakuwa inaleta maendeleo kwa ajili ya soka la vijana wa Tanzania, lakini hata wale wa nje pia watapenda kusikia hiyo timu ambayo imejenga uwanja ni timu gani pa Tanzania, kwa sababu ni history. Ni history kubwa kwamba nadhani huu uwanja wa Yanga ukijengwa hautakuwa kama wa Azam. Azam wana uwanja mzuri lakini haujafunikwa bado. Kwa hiyo Yanga sidhani kama wakijenga uwanja wataufunika, kwamba wataufunika kama wa Real Madrid. Yawezekana manake kama tu kwa Mkapa vile. Ukiwa unamaanisha kuweka walau mapaa kidogo. Paa kidogo. Kitu ambacho kitakuwa ni utofauti. Watu watasema pale Dar es Salaam kuna uwanja wa Mkapa lakini kuna uwanja wa timu ya Yanga. Kwa hiyo labda tukienda kufanyia mazoezi kule au wengine kabisa
utajikuta dabi zingine za nchi zingine kama kuna figisu huko Sahihi. wanazileta huku kucheza. Okay. Kwa hiyo nitakuwa ni moja ya kujitangaza pia kwa Tanzania, lakini kwa Yanga na pia kwenye rank inaweza ikasaidia. Timu bora na kwenye vigezo gani? Mna uwanja, mna performance yenu iko vipi? Ndio. Kwa hiyo kwanza itakuwa imeondoa aibu. Itakuwa imeondoa aibu sana Na fedheha. Kwa hizi timu Simba na Yanga. Na nikwambie ni vizuri wapambane Simba na Yanga wapate viwanja vyao ili dabi iwe tamu zaidi. Hata kama kile kiwanja cha Simba si Mo Arena. Yaani bado mimi naona hakijakaa poa. Chamo Simba kule wanafanya mazoezi ni kizuri, lakini naona bado. Bwana, sawa Andrew Nehemia, ni saa 2:47 hivi sasa. Yes. Ni wakati wa kwenda kutazama habari za michezo ambazo zimejiri nje ya mipaka ya Tanzania. Na moja kwa moja tuanze kutazama matokeo ya mechi za hapo jana, ambapo ligi kuu ya soka nchini Uhispania, La Liga eSports, iliendelea kwa michezo mitatu kupigwa. Mchezo wa kwanza ulikuwa ni Valencia ambao waliwaalika Rayo Vallecano, na mchezo huo ulimalizika kwa sare ya bao 1-1, lakini Girona waliwaalika Real Sociedad na pia mchezo huu ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Lakini majira saa 4 kamili, saa 4:30 usiku kwenye uwanja wa Santiago Bernabeu, Real Madrid walikuwa wenyeji wa Real Oviedo, na mabao ya Gonzalo Higuain pamoja na Jude Bellingham yakawapatia ushindi wa mabao 2-0 Real Madrid. Lakini hiyo si story kubwa. Story kubwa jana ni Kylian Mbappe. Baada ya kuingia alikuwa anazomewa na uwanja mzima kila anapogusa mpira. Lakini pia kule jukwani kulionekana mashabiki ambao walibeba bango limeandikwa kwa maandishi ya Kihispania, lakini wakiwa wamemaanisha Florentino Perez, tafadhali ondoka sasa, imetosha. Lakini hilo bango, story nyingine ya kuvutia zaidi ni mashabiki wakati wanaanza kufunua lile bango ili kuweza kulionyesha kwenye kamera, walinzi ama wale steward wa uwanja walifika kwa haraka sana na kwenda kumzuia yule shabiki asilifunue lile bango. Yes. Lakini kitu kingine, kila alipokuwa anagusa mpira Kylian Mbappe alikuwa anazomewa, lakini alikuwa anatabasamu karibu kila sekunde ya mchezo. Unajua kwenye football bwana kuna vitu vingi sana. Na najua sababu kubwa ambazo zinapelekea mpaka Mbappe kuja kuzomewa. Unajua bwana, kuelekea hii kombe la dunia kuna mambo mengi. Ndio? Kuna mambo mengi sana. Kwa hiyo mimi nadhani kwa mashabiki kumzomea wana haki hiyo, na huku tumeona juzi Ndio? Watu wanasema bwana aingie sijui fulani. Kwa Mbappe mimi naheshimu kiwango chake alichonacho. Ndio? Naheshimu pia maamuzi ya kwake. Unajua sio kama utawaridhisha mashabiki, ndugu yangu Shurimali. Mashabiki yani hautawaridhisha. Kwani ukisema kwamba sababu ya Mbappe mpaka kuzomewa? Mimi sababu kubwa naona ni kwamba kwenye mitandao ya kijamii yamekuwa yanazungumzwa mambo mengi sana yanayomhusisha Mbappe, tabia za nje ya uwanja. Sasa umeona sasa. Na hiyo ndio sababu kubwa, na si tabia za ndani ya kiwanja. Yaani nje ya kiwanja amekuwa akizungumzwa kwa tabia nyingi ambazo si nzuri, na watu wakisema kwamba yeye ni binafsi, hana mahusiano mazuri na wachezaji wenzake. Kwa hiyo wanaamini mashabiki kwamba yeye ni binafsi. Na hiyo ndio sababu kubwa ambayo nadhani imepelekea mpaka jana imewasukuma mashabiki kuanza kumsomea kiwanjani. Na inasemekana kwamba kwenye mchezo dhidi ya FC Barcelona hakuwa amepata majeraha, ni kama tunasema alijivunja. Sasa hapo hiyo ndio hasira ya mashabiki. Yes, ili tu aweze kuwaonesha, kwa sababu mashabiki walikuwa wanasema Madrid bila Mbappe ina shida, ikiwa na Mbappe ina shida, lakini asipokuwepo ndio inachanua. Kwa hiyo inasemekana alijivunja ili kuwaambia mashabiki kwamba haya, mimi leo sipo, then mkashinde hiyo mechi. Kwa hiyo na vitu vingi sana ambavyo pia vyombo vya habari nchini Hispania
Hiyo siku ile nilikwambia kwamba Florentino Perez alilalama kwamba vyombo vya Uhispania vinapika sana stories za uongo kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea kikosini. Lakini bwana Andrew Nehemia, leo hii ligi kuu ya soka nchini Uingereza EPL itachukua nafasi kwa mchezo mmoja wa majira saa 4 kamili usiku saa za Afrika Mashariki, ambapo Aston Villa watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Liverpool kwenye dimba lile la Villa Park huko Birmingham nchini England. Hii game mashabiki takriban 43,200 watashuhudia, wanatarajiwa kuhudhuria mchezo huu ambao utasimamiwa na mwamuzi Chris Kavanagh. Okay. Sare ambayo wametoka kupata dhidi ya Chelsea Liverpool, ndio bado ipo kichwani. Kwa hiyo hii game ndio kwa itakuwa ni ngumu sana. Na ugumu wake uko wapi? Ni kwambia kwamba ugumu wake kwamba iko vipi, kwa sababu kitazama kwa msimamo wa ligi mpaka sasa hivi Liverpool ndio nafasi ya 4 na anakutana na Aston Villa ambaye ipo nafasi ya 5 na anahitaji nafasi ya 4. Wote alama wanalingana alama mpaka sasa hivi. Huenda ikawa hii ikawa ni mechi ya hatima ya 8 na kwenda kucheza Champions League kati ya Liverpool au Arsenal. Sasa unaona hiyo shughuli. Na sare kama nilivyosema hapo awali, hii sare ya Chelsea na Liverpool ndio inawapa mzigo mkubwa Liverpool. Wangekuwa wameshinda hii game, ndio ingekuwa ni mteremko hivi. Sasa leo Aston Villa anaingia kwa nguvu zote kuhakikisha yani Liverpool anapata tabu. Na moja ya sifa ya Aston Villa ni watu wa kupepesuka. Na maana gani? Ni watu wa kukimbia, twende mbele. Kwa sasa leo Liverpool, mimi nawakubali Liverpool kwamba wanafanya vizuri, japo na wao msimu ulivyoanza walianza vibaya mpaka sasa hivi kuja nafasi hii waliopo ni jambo la kuwapongeza. Yaani ni moja ya timu mimi nilikuwa najua Liverpool kwa maendelezo huu walionao. Ligi ilipoanza tu nikasema hawa wanaenda kuumia very soon. Ila wamerevamp mdogo wamepanda. Hapa yeyote anaweza kwenda kucheza Champions League kati ya Liverpool au Aston Villa, kwa sababu baada ya mechi ya leo Aston Villa atakwenda kucheza dhidi ya Manchester City mchezo wake wa mwisho. Manchester City ambaye anatafuta ubingwa wa EPL. Sawa? Lakini Liverpool yeye atakwenda kucheza dhidi ya Brentford. Sawa? Ambaye Brentford yeye anatafuta nafasi ya kucheza Conference League. Sahi? Sawa? Yes. Yuko nafasi ya 8 na alama zake 51. Anatafuta nafasi ya kucheza Conference League. Ingawa hapo itategemea sasa na matokeo ya Brighton yatakuwaje, ambayo yuko kwenye nafasi ya 7 akiwa na alama 53. Kwa hiyo huenda leo kama utapata muda ni miongoni mwa michezo mizuri sana kwenda kuitazama hii Andrew. True kabisa. Mimi bwana, sijajua mambo yetu haya. Lazima tuangalie nani mbabe. Ni kwamba nani mbabe. Ndio. Lakini bwana jana nimeona wametoa nchi ambazo zitapeleka timu CAF. Wametoa majina ya nchi zote, Misri, Tanzania tumo. Lakini vile vile kuna Morocco, Algeria, Tunisia, Angola, Cote d'Ivoire, kuna Mali, Nigeria, DR Congo, Afrika Kusini na Sudan. Na nchi ya mwisho katajwa Tanzania. Kwa hiyo sasa sijajua mwandishi. Kwa hiyo tusubiri tuone kwamba hizi timu sasa hizi nchi zinapeleka timu wawakilishi CAF, manake kwenye Champions League na Confederation Cup na shirikisho. Lakini jana pia wakatoa orodha ya timu zote ambazo zimewahi kushinda FA huko ugaibuni. Timu nyingi sana na miaka wametoa. Jana nilikuwa nasoma hawa the last 50 winners of the Emirates FA Cup. Bwana ametaja nchi nyingi sana. Kwanza tumeona hapa na timu ambazo zimeshinda. Wametaja Arsenal mwaka 1979 alishinda, lakini Liverpool mwaka 1977 alishinda, na timu nyingi sana huko
kuna Chelsea 2007, akaja akapiga tena 2009. Chelsea mara hii amebeba sana FA, kabeba sana. Arsenal amebeba mara nyingi sana, Manchester amebeba sana. Kwa hiyo unaweza kaangalia ndugu yangu bwana Shulimali. Bwana ni saa 2 na dakika 56. Naam. Taarifa ambazo tumezikusanya leo hii kwenye JN Sports zimefikia tamati. Yes. Tumeangalia taarifa nyingi za ligi kuu NBC Tanzania bara, lakini pia tumetazama kuhusiana na Young Africans na hatua yao ambao wanataraji kuipiga leo kwa namna nyingine, lakini pia tumeangalia matokeo ya ligi mbalimbali barani Ulaya, lakini hali kadhalika ratiba za mechi ya ratiba ya leo kwenye ligi kuu ya kandanda nchini Uingereza. Mimi sina la ziada bwana Andrew Nehemia, lakini kama una lolote kwa ajili ya mtazamaji. Yes bwana, leo ni weekend. Weekend, yani weekend bwana, kwa sekunde chache sana. Leo nimeshangaa kwanza, nimepigwa na butwani kwa zangu nakuja kazini na angalia barabara nyeupe. Nikaja nakumbuka leo ni Ijumaa, watu wako wametulia, wamepoa. Kwa hiyo sisi tuwatakie weekend njema. Mungu akitupa nafasi wakati mwingine tena tutaonana. Bwana, tuseme asante sana mtazamaji, na nikushukuru sana kwa dakika zote ambazo umeungana nasi hapa tangu saa 1 kamili asubuhi mpaka hivi sasa ambapo tunafikia utuo, na tumetazama taarifa nyingi, lakini endelea kutufuatilia Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, huko kote tunapatikana kama JNTV Tanzania. Ulikuwa nami Imam Shughuli, lakini Andrew Nehemia alikuwepo hapa, hali kadhalika mtaalamu wa mitambo amehakikisha kila kitu kinakufikia vizuri kabisa. Uwe na asubuhi njema, uwe na weekend njema, endelea kutazama JN